Fanya mbaya sana sana hii serikali tuko nayo. Huyu maneno ya kulipa shule na maneno ya hospitali. Vitu ni tatu. Ni maisha, imeshika hospitali na barabara na shule. Inafaa ufanye repairs za barabara. Ilianza vizuri lakini unapata barabara maintenance imekuwa very poor. Hapo pia tunaona ugatuzi inafaa waangalie maintenance ya barabara paka street lights. Hizo vitu pia inafaa ianze waone kwa ugatuzi. Katika sekta ya afya, masuala ya ugawaji wa rasilimali, upungufu wa rasilimali watu na mvutano wa serikali ya kitaifa na serikali za kaunti bado ni changamoto. Kwa mfano kuna madawa sasa kaunti zinapeana kwa hospitali, lakini unakuta madaktari pia madawa inakuja lakini wanatoa wanaenda kuuza kwa chemist zao. Unakuta kwamba haifaidi mwananchi tena. So ni vizuri hiyo mikakati iweze kuchukuliwa. Ugatuzi umesaidia maeneo mengi kufunguka kimaendeleo na kibiashara kupitia ujenzi miundombinu tofauti. Na hii serikali ya ugatuzi kama mimi nimeona matunda yake. Naona sasa hata tunaona maflyover ziko mingi, kitambo yenye hizo hazikukua. Sasa tunashukuru tu baba kutuletea hii serikali ya ugatuzi. Tumepanua barabara za mtaa mpaka nchi yote, mpaka masoko pia tumepata kufaidika kwa ugatuzi. Hizo tumepata imepanua dunia kabisa. The evolution has grown tremendously in a decade. Hata hivyo, kila jema halikosi ila. Jinamizi la ufisadi linatishia mafanikio ya ugatuzi. Leadership problem, corruption na bureaucracy ambayo imekuwa ikiendelea. So if we remove all these three, tutaweza kwenda hata mpaka 6 ama 8%. Makosa ni ya kwamba imeweza kuleta corruption katika counties. Saa hii unakuta hakuna kitu inaweza fanywa bila corruption katika sehemu yetu ya county, bila kitu kidogo, lakini hiyo tu ndio inafaa iweze kufinywa na pesa imekuja mingi. Nafikiri shida ni ile pesa imekuja mingi counties na wameshindwa kumanage. Katika ripoti ya hivi punde ya tume ya kupambana na ufisadi humu nchini EACC imezitaja kaunti za Uasin Gishu, Baringo na Embu kama zinazoongoza katika ufisadi. Assistance to be employed again is emerging very strongly as a key source of encouragement. It is the only option because if you don't pay, you may not be able to access the service that you require. Serikali za kaunti pia zimewekwa kwenye mizani na mdhibiti wa bajeti kwa kutumia mabilioni ya shilingi kulipa mishahara na marupurupu, huku asilimia ndogo ya fedha zikitengewa maendeleo. Tusisahau ucheleweshwaji wa uhamasishaji wa majukumu, madeni ambayo hayajalipwa na migogoro ya mipaka ya kaunti ni baadhi pia changamoto kubwa zinazotishia ugatuzi. Kupitia kwa waziri CPA John Mbadi ya kwamba ni vema pesa ambazo tunahitaji kama gatuzi zote zikuja kwa wakati. Fedha zinazofika katika kaunti ni fedha chache kidogo kiasi. Tayari ukiangalia katika mambo mengi ambayo tunafanya, kwa mfano huduma tunazopeana katika hospitali nyingi, utapata kwamba kaunti nyingi hazijaweza hata kuajiri walimu katika chekechea kwa sababu kuna mvutano huo. Zaidi ya yote, shida kubwa ambayo tunaiona ni kwamba kuna bado majukumu ambao ni serikali za ugatuzi ambao bado serikali kuu inaendelea kung'ang'ania kufanya. Kwa mfano, hivi majuzi mmeona rais anazunguka taifa hili akijenga masoko na kuyafungua. Hiyo si kazi yake kulingana na katiba, hiyo ni kazi ya counties. Kuhusu udhibiti wa majukumu yaliyogatuliwa kati ya serikali za kaunti, seneti na serikali ya kitaifa, seneti imelaumu serikali ya kitaifa kwa kuvuka mipaka ya mamlaka yake kwa kuchukua majukumu ya kaunti na kuzikosesha kaunti rasilimali za kutosha. Devolved function should remain devolved function. We have seen even the current debate that is going on RMLF, roads maintenance funds, which you know very well, the constitution is very clear that county roads is a function of counties. As a house, we will process the additional county allocations bill without RMLF. And let me tell them, it will never pass through the floor of this house. Let me not talk about courts. This house, this floor, RMLF,
is a live wire that you will never touch. Constructing roads. The role of a member of parliament is clearly stated. Representation, legislation, and oversight. How do you oversight when you yourself are actually implementing? Mgogoro wa ugatuzi nchini Kenya unatokana na changamoto zinazoendelea katika utekelezaji kikamilifu wa mfumo huo. Je, wewe binafsi, ugatuzi umekuwezesha vipi? Ama ugatuzi unakukwaza vipi? Unaushiriki vipi ugatuzi katika kaunti ulio? Millie Kisenya, Runinga ya K24. Naam, asante Millie Kisenya kwa taarifa hiyo, na bila shaka ni miaka 13 tangu kuanzishwa kwa ugatuzi. Na mtazamaji, ni mfumo wa utawala ambao ulitarajiwa kuimarisha maendeleo mashinani na vile vile kushirikisha zaidi wananchi katika mipango ya kuendeleza kaunti walizoko na vile vile kuboresha miundombinu na huduma tofauti. Mengi yamefanyika, mengine yamepuuzwa. Baadhi wamepata ufanisi mkubwa wa kimaisha na wengine wangali wanagagaa wasiendelee kula wali mkavu. Na mtazamaji, kuna wale ambao hawajatumia fursa hii vyema. Na mtazamaji, fursa isipotumiwa huwa inavia. Hata hivyo, kila kizuri hakikosi kasoro. Ufisadi umekuwa kero sio tu kwa serikali ya kitaifa, bali pia katika serikali za kaunti. Basi tuligatua mengi na inaonekana zimwi la ufisadi halikuzikwa tulipofungua ukurasa wa utawala mpya, au ni ari ya kisiasa iliyolikosekana na hadi sasa haipo. Je, kila Mkenya anafaidika? Basi leo tunaangazia miaka 13 ya serikali za kaunti. Je, ugatuzi umekugusa na umekugusa vipi? Ni nini kifanyike ili kufanikisha zaidi? Basi nikiwa katika kitovu cha Media Max hapa jijini Nairobi, mimi ni Busara na Aman na ninashirikiana na wanahabari wenzangu katika kaunti mbalimbali, wakiwemo wale walioko Homa Bay ambako kongamano la ugatuzi linafanyika. Hujambo na karibu katika The People Dialogue Show hapa K24 na Kameme TV na vile vile katika mitandao yetu ya kijamii. Na ilivyoada sipo peke yangu, labda tukupatia tu taswira. Nipo na wanahabari wenzangu ambao wapo nyanjani pale. Tunamuona Faustin Kamiti kutoka Makueni, tuko na Mumbi wa Mbugu kutoka Nakuru. Vile vile Theo Masharia pale katika studio B ambaye atakuwa anatupatia swali la siku na vile vile kuzungumza nawe na pia kuangazia ile maoni na maswali na mapendekezo utakayotuma katika mitandao ya kijamii. Na vile vile pale kuna Alfi Maina kutoka Murang'a na Boniface Msangi kutoka Mombasa. Na kando na hayo kuna wanahabari wengine wengi ambao wamekita kambi katika sehemu tofauti kuhakikisha kwamba kipindi cha leo kinafanikishwa. Basi moja kwa moja nitakuwa nachukua fursa hii kumpatia mwenzangu Theo Masharia atupatie swali la siku, maana tungependa sana kuzungumza nawe. Theo, vipi? Kama uko salama, natumai kwamba mzima umeshinda vyema. Kazi kwako, tupatie swali la siku. Na niko salama katika upande huu wa studio kama kawaida. Kama vile tunavyosema, ni mimi na wewe mtazamaji, ni wakati mwingine ukaweza kunena na ukasikike. Na hivyo basi, ikiwa ni miaka 13 ya ugatuzi, ahadi ya kupeleka huduma karibu na wewe mwananchi au wananchi bado ipo chini ya darubini. Wafuasi wanasifu kuwa mfumo huo ni mabadiliko makubwa yaliyofungua fursa na hata kuleta maendeleo katika maeneo yaliyosahaulika hapo awali. Huku wakosoaji wakidai kwamba ufisadi, usimamizi mbovu na upendeleo wa kisiasa vimepunguza mwanga wa ugatuzi. Na kama ilivyo ada mtazamaji, leo kwa mara nyingine tunakupa wewe fursa ya kunena usikike, na tukizamia masuala ya ugatuzi. Tungependa uzungumze nasi kuanzia sasa hadi majira ya saa 5 usiku katika mitandao yetu ya kijamii. Utueleze miaka 13 baadaye, ugatuzi umekunufaisha kivipi? Mtazamaji, miaka 13 baadaye, ugatuzi umekunufaisha kivipi? Swali rahisi lakini kwa kweli ni lenye uzito. Zungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook na X @K24 TV na pia @Kameme TV, na nitakuwa hapa nikiweza kuangalia tu ni nini ambayo umeweza kusema kufuatia miaka 13 ya ugatuzi. Narejesha kwako studioni Busara Naman.
Asante sana Theo. Habari ndio hiyo mtazamaji, zungumza nasi katika mitandao ya kijamii kama ilivyotueleza, na kadri kipindi kinavyoendelea bila shaka tutakuwa tunasoma jumbe zako ambazo umezituma. Na moja kwa moja basi tuanze kusikiliza maoni ya Wakenya. Moja kwa moja tunafululiza hadi katika kaunti ya Mombasa ambapo tunaungana na mwanahabari Boniface Msangi kwa mengi zaidi. Msangi, hujambo? Kazi kwako. Basi Busara na Amani ukiwa studioni hapo Nairobi, kaunti ya Mombasa. Nipo tayari na wakazi hapa kuweza kujadili swala hili, miaka 13 ya ugatuzi humu nchini. Je, wao wanasemaje? Je, utendakazi wa serikali hizo imezionaje, licha kwamba serikali basi ziliweza kuongezewa mgao kutoka takriban bilioni 387 hivi nukta 4 hadi bilioni 450. Yote tisa basi, je, fedha hizi ambazo zinaletwa kwa serikali za kaunti kwa sasa vipi zinavyotumika, na wao wanaona pengine hisia yao ni ipi kuhusiana na utendakazi wa serikali hizi? Basi kipi ambao wameweza kukiona kimewafurahisha na kipi ambacho wamekiona hakijawafurahisha? Pengine mzee wangu, hujambo, unaitwa nani? Tuzungumzie swala hili la serikali hizi za kaunti. Kipi ambacho umeona wewe kimeweza kutengeneza, utendakazi wake uko vipi, unaochukuliaje wewe? Mimi naitwa Foka na natoka Mombasa, na devolution ilikuja katika nchi yetu ya Kenya 2010 katika katiba. Lengo lake lilikuwa kuleta services karibu na mwananchi, na pia development zije karibu na mwananchi, na kukuza counties na kupata na kuweka kila kitu iwe bora kwa kila mwananchi. Lakini mahali devolution imefika, ninaona serikali inaanza kuwa nzito, kwa sababu hizi kaunti ya 47 ni kama inawalemea, kwa sababu wamekataa kudhibiti magovernors mahali popote katika kaunti zao. Leo tumeambiwa karibu governor 9 wanachunguzwa na ufisadi. Kwa hivyo mimi naomba masenators ambao ndio wako na jukumu la kuhakikisha pesa ya devolution inatumika vizuri na governors wawe karibu na hawa na wawafuatilie, na wakisha kufuatilia, nafikiria ikiwa tena sasa ni miaka 12. Mwaka jana tulikuwa Eldoret na tuliona yale mambo yalikuwa Eldoret. Leo tumeona vile yako Homa Bay. Mimi naomba na ninataka wananchi wote wa Kenya tushikamane, tupunguze hizi county kutoka 47 tuilete 20 au 16. Ndio sasa serikali iweze kuchunguza hawa magovernors vizuri. Lakini vile ipo sahihi, hata madawa katika eneo lao kwenye mahospitali inakuwa shida. Madawa yanaletwa, yakifika pale magari yanafanya U-turn na inarudi na madawa. Mahali zinapelekwa hatujui. Sasa ndio mimi naomba hawa senators, na ndio wako na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba devolution inafanya kazi, tunaomba wawe macho kuangalia magovernors. Pengine kaka Songa tu hapa karibu, jina lako ni nani? Zungumzia swala hili la serikali za kaunti kwa sasa. Lile kongamano linaendelea kule Homa Bay. Wewe una yapi kuzungumzia kuhusiana na swala lile pale, kizingatiwa je, serikali za kaunti zimewajibikia matakwa yao? Kwa majina mimi naitwa Charles, la pili ni Gen Z, very tribeless. Mwanzo nataka niseme kwamba devolution ilipokuwa ilikuwa inakuja na lengo zuri ya kuleta maendeleo kwa Wakenya ama maendeleo mashinani. Lakini kwa sasa hii imekuwa ni kama meza, dining table ya governors wetu. Leo hii nimechukua gazeti ya The Standard, nikaona kwamba ni 12 years na bado tuko na kesi za magavana ambao walipatikana na corruption. Hadi wa leo 12 years ICC wanaendelea kuchunguza. Kwa hivyo mimi nasema kwamba kile ambacho kinaendelea kule conference, hao ni watu ambao wanajitafutia kazi, wanatuletea shoddy projects ambazo zimetumika pesa mingi, na hiyo pesa inaenda kwa mifuko yao. Tukiangalia worthiness ya projects hizo, tunasema kwamba haziendani na ile pesa ambayo inafaa kujenga kama darasa ama hospitali.
hospitali ambayo tukiangalia kwa mambo na quotation tukiangalia inaweza kuwa kama milioni 2, tunaona imejengwa na milioni 100. Hizo zingine 98 zimeingia kwa mfuko wa nani? Mfuko wa governor. So mimi naona kwamba devolution ilikuja na nia nzuri, lakini kwa sasa iko kwenye midomo ya mapapa. Kule wanajitafutia kazi, na ndio maana unaona wanaweka migomo wakitaka pesa, na pesa ikiingia wanakula. Kwa hivyo kivyangu mimi devolution iko kwenye midomo ya mapapa. Hujaona mradi wote wewe umefanikishwa na serikali za ugatuzi? Miradi imefanyika, lakini tukiangalia pesa ambayo imewekwa, how much do they allocate for the projects? So mimi kivyangu ukifanya mradi wa pesa ambao najua kwamba ni pesa na alafu una charge mara 3 mara 4, kivyangu mimi kinachoniuma zaidi sio hospitali kuenda. Kinachoniuma zaidi ni pesa yangu, ushuru wangu mimi kama mwana Mombasa ama Mkenya, kuona kwamba pesa zinatumika vibaya. Mzee wangu tusimama hapa hivi, nitakushikia mic yangu. Unaitwa nani na unazungumzaje swala hili la serikali ya ugatuzi? Je, serikali hizi zimeweza kuwajibikia Wakenya? Mimi kile ninaongea ama kile ninaona, hii devolution ilikuwa na nia nzuri na tulifikiria tutafaulu katika hii kwa sababu services were coming closer to the people and the people are the government. So it has lost meaning. Kime lose meaning kwa sababu the services that were coming closer to the people are not seen. Sasa hawa watu hawana kazi wa kufanya, wanakula pesa tu. Pendekezo lako ni lipi? Pengine ungependa serikali za kaunti ziweze kufanyiwa nini? Hizi serikali za kaunti ni kama ile dawa, ni kuang'oa tu kazini. Asante sana. Pengine unazungumzaje swala hili wewe kwa ufupi? Mimi nitaongea kwa lugha ya Kimombo. It's okay. Me, I'm Morris Clement. Devolution is a good concept, or was a good concept to Africa, or to Kenya. But Kenya is not ripe for devolution. A good concept to a wrong country being implemented by wrong leaders. And if devolution is a good concept, it should be implemented by good leaders for the betterment of the people, not for the betterment of those governors and those people who surround them. For example, we are 12 years old in devolution. Can you show me something tangible which in this country where you can show, where Kenyans can see that devolution has done something tangible to uplift the life of the people? In fact, even in those 12 years, Kenyans are becoming poorer and poorer, despite the fact that the national government is releasing billions of shillings to devolved counties. For example, tell me, why should these 47 governors hold up over a devolution conference in Homa Bay? What for? What are the agendas? Tell me how much money have these people used to organize such a devolution conference? What does that conference benefit the people? Nothing. These are just loopway for this government to siphon money, devolve money to the, maybe to their pockets and to their relatives. So, for example, what the percentage that can give to devolution is only 20%. Only 20%. 80% is just stealing, siphoning money. For example, in all the countries, we see mega projects by national government. Construction of roads, affordable houses being built, maybe hospitals being built. So the devolution of the devolved counties or the governors are hiding behind these mega projects by the government to assume that they're working. Yet they're not working. Tumeweza kuona mgao ukipandishwa kutoka bilioni, tumeweza kuona pesa za serikali za kaunti zikipandishwa kutoka bilioni pengine 800, bilioni 387.4 hadi bilioni 415. Unazungumzaje vile swala hilo kupandishwa pesa hizo? My friend, these people, these governors should not even have a devolved fund increment. What for? Because this devolved fund is like their pocket money. These people are getting richer and richer by the day. Their kids are not even schooling in Kenya.
They're schooling outside the country because of this money. So these guys, in actual sense, these 47 devolved units should even be reduced to 14. Because it's a waste of funds, it's a waste of resources, people are becoming poorer, and therefore, to me, this devolved unit should be reduced to 14, not 47. So, my point is, these 47 governors now who has converged in Kisumu, I call them criminals. You are just there, and we are just there at Kisumu discussing how you will criminalize our money, to steal our money. Because you should be telling us the agenda of the conference. There is no agenda. Now, I understand today there are 50,000 condoms which have been ferried to Homa Bay purposely because of the conference. Kwani mulienda kukutiana ama mulienda? Samahani, lugha sanifu. Samahani kidogo tu. La tutumie tu lugha sanifu kiasi. Lakini ni maoni, pengine ni maoni tu yako. Pengine walikwenda kule kufanya sherehe. Na mtolelee maoni yako. Kwa maoni yangu, condoms is not a priority. Mungebebea watoto pencils ama excess books. Kwa nini mnaletewa condoms? Mnaleta mambo ya devolution ama mnaleta watu kufanya ngono? Ni maoni tu ya huyu mdau hapa tayari, na licha kwamba basi kauli aliyotoa ni kauli yake, lakini sio kauli ya runinga ya K24, lakini hisia tu mseto zinazidi kuibuka kuhusiana na lile kongamano linaloendelea kule katika kaunti ya Homa Bay, na pia vile hisia zao kuhusiana na serikali za ugatuzi. Wameongea tu mengi, haina maana niweze kuongeza kutokana na yale ambayo wameongea. Kwa hiyo basi wanasema serikali za kaunti zinafaa kuwajibikia mahitaji ya Wakenya. Kwako studio Busara. Na bila shaka niko katika mji wa Wote, kaunti ya Makueni, na tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na usambazaji wa maji na vile vile huduma ya usafi wa mazingira katika kaunti ya Makueni miaka 13 baada ya kuzinduliwa kwa serikali za kaunti. Kikumbuko kwamba kaunti ya Makueni ni moja ya kaunti ambazo zilikuwa zinasifiwa sana kuhusiana na maendeleo, na hivyo basi tutakuwa tunazungumza na wakazi hapa tuweze kujua usambazaji wa maji katika mji wa Wote na maeneo mengine ya kaunti ya Makueni na vile vile usafi wa mazingira. Tuweze kuanza nawe, songa karibu, uweze kutuambia kwa jina unaitwa nani, na je, katika maeneo unayoishi katika maeneo ya mashambani ama katika mji wa Wote, huduma za maji ziko vipi katika kaunti ya Makueni? Naam kabisa. Kwa majina naitwa Joseph Kioko. Mimi ni mwenyeji na mkazi wa Makueni, ni ward ya Kitise Kituke ward. Vile naweza sema ni kwamba tangu ungatuzi uanze mwaka wa 2012 after election, tumeona ya kwamba hatua nyingi sana zimechukuliwa. Gavana wa kwanza Kithure Kibwana aliweka mikakati katika kaunti yetu, na kuna boreholes na earth dams nyingi sana zilichimbwa, tukianzia kwa Mbila, Kathonzweni. Eneo la Kathonzweni unapata residents hapo wanapata maji, wengine wanalima, wengine hata wamewekewa tea. Utapata ya kwamba pia hapa Wote town kuna damu ya Kamunyolo na kuna Mwani borehole ambapo pia alifanya improvement na Wote town, at least kunaweza kuwa na maji kiasi. Vile vile tunaweza sema uongozi wa Mutula katika manifesto yake tuliona ya kwamba top priority ya Governor Mutula ni maji, na tumeona ya kwamba amejikakamua kabisa, na alikuja kwanza, kuna dam inaitwa kwa Kakui iko Mukaa. Hapo aliweza kupea wananchi maji na wameconnectiwa na wameanza mambo ya kilimo. Ukikuja kama pande za Kathonzweni pia unapata kuna Sam Dam iko Kiangini. Hiyo Sam Dam inapea wenyeji wa Kiangini na eneo la Makindu hapo Kali maji, na wenyeji wanafurahi. Tunaweza sema pia unapenda katika ward ya Kitise kwetu kuna Lodogo Menga Dam. Hapa Makueni pia Wote umepata ameweka solar, green energy juu ya mambo ya climate change ama tabia nchi. Ameweza kuweka miradi ya solarization ili mambo ya stima bei ama cost za stima ziende chini, ili hizo pesa ziweze kutumika katika development zingine za Makueni. Kwa hivyo ile naweza sema tangu ungatuzi uanze tumeona improvement nyingi sana, na pia katika hali ya sanitation
tunaona ya kwamba juu ya mambo ya climate change na pollution, ndio sababu gavana wetu ameanza kuembrace solarization katika mabwawa ama boreholes na earth dams nyingi katika eneo ya Makueni. Naam, shukrani sana. Ni mkazi wa hapa mjini Wote, kaunti ya Makueni, akielezea baadhi ya zile hatua serikali ya kaunti ya Makueni imeweza kupiga tangu kuzinduliwa kwa ugatuzi kuhakikisha kwamba wakazi wamepata maji, na hivyo basi vile vile ameweza kuelezea serikali ya Gavana Mutula Kilonzo Junior vile vile imeweza kuendeleza hatua hizo, na hivyo basi kutoka hapa mjini Wote sina la ziada. Nataka kupeleka mtazamaji katika kaunti ya Murang'a. Naitwa Faustin Kameti. Hapa kaunti 021 tupo katika shule ya chekechea ya Maragi ambako hii leo tunaangazia majukumu ya ugatuzi. Tuweza kuwa ni yapi ambayo kaunti ya Murang'a imeweza kujivunia kuweza kupata. Hapa tuweza kupata hisia za wakazi kuhusiana na jukumu la bunge la seneti, kuhusiana na kuangalia kazi inavyofanyika katika kaunti na vile vile matumizi bora ya pesa. Tusikie hisia za wakazi walio hapa karibia tu hapa. Atugusie jina lako kama mkazi wa Murang'a. Una hisia gani kuhusiana na ugatuzi? Kiongeze kwamba ni miaka 13 kuanzia ilipoanza kazi. Okay, kwa jina naitwa Peter Maina Kang'ethe, mimi ni mkaaji wa hapa Maragi. Sasa serikali ya mkatuzi imefanya kazi, lakini kwa mambo ya ICD wametekeleza kabisa. Tukiangalia hapa tuko Maragi, unaona ICD zimekamilika kabisa. Na ile mambo ingine ningetaka kusema ni ya hospitali. Ukienda kwa hospitali natengeneza kabisa. Na hiyo ingine ningesema serikali ya katusi ongeza pesa za county ndio tuende na maendeleo. Labda tuambie, labda bunge la seneti linafanya kazi inavyofaa kuangazia matumizi bora ya pesa. Hiyo Senate inatumia pesa mzuri kwa sababu ukiangalia ECDs zimekamilisha kabisa. Asante sana. Tusikie sasa ndio hapa karibia tu hapa. Tugusie jina lako kama mkazi wa Murang'a, unajivunia kipi kutoka kwa serikali za ugatuzi? Asante sana. Kwa majina naitwa Nyoike. Mimi naweza nikasherehekea kwa idadi kubwa na kusema bila shaka serikali za ugatuzi zimefanya kazi kusema tosha. Tukilinganisha na eneo la udiwani ambapo tuko hapa eneo la Rambiri, hospitali kama zahanati kutoka pale Kiwambeu, pale Karemaini, pale Kongoini, zote zimekamilika kutokana na kazi ya serikali ya ugatuzi. Vile vile siwezi kusahau kamwe kusema hapa mahindi ya kupewa ya kupanda kutokana na serikali ya ugatuzi tunayapata hapa. Bila shaka hata borea yenyewe tunaipata hapa. Vile vile siwezi kusahau kama ule mwana seneta wa hapa kwetu, kazi bado, lakini tunamwambia tie nguvu zaidi, angalau hakikisha kwamba kazi inaendelea mufti na shwari. Shukrani sana. Shukrani sana. Tusikie sehemu za ambaye karibia hapa, utueleze kama mkazi wa Murang'a unajivunia lipi kuhusiana na mambo ya ugatuzi, na pia vile vile tuambie kuhusiana na jukumu la bunge la seneti. Asante. Kwa majina naitwa Martin, nimetoka eneo Kiharo bunge. Huku tumetoka Mbiri, MC wetu tunamwaminia sana. Na pia yenye nangataka kusema kuhusu Senate mambo bado, lakini tunafurahia kazi yenye wanafanya. Najaribu kusukuma pesa mpaka zinafika huku mashinani, tunaona kazi inaendelea salama. Kama mimi vile nimefaidika, naona kilimo tuko fiti, tuko sawa. Mimi ni Gen Z, nafurahia mamangu aniitishi pesa ya kununua unga. Mashinani tumefika, kilimo iko sawa. Shukrani sana. Tukimalizia tuelezee karibia tu hapa, tuelezee jina lako kama mkazi wa Murang'a, unaona ikiendeleza vipi kuhusiana na masuala ya serikali ya ugatuzi? Asante sana. Kwa majina ni Julius Gishia ama Stero. Mambo ya kazi Murang'a ni governor wetu Kang'ata amefanya poa, ametupea borea. Kwanza juzi watu waliendea mama na wambamba waliendea mbolea, na mambo ya masamba tunaona tunavunda poa, lakini tukienda upande wa Senate ni poa, anatutetea, lakini afanye kazi inafaa. Tukienda tena tuende upande wa MCA wetu. Sasa ungiangalia masuala hii ya ECD imefanya poa na ameifanya fiti sana, hata watoto wakienda shule na ni sawa. Thank you kabisa. Shukrani sana. Tukimalizia ndusu sekunde 30 tuelezee kuhusiana na serikali za ugatuzi na pia kuangazia jukumu la seneti. Unaona ikiendeshwa vipi mambo haya? Asante sana. Nafikiria kwamba tukiangazia mambo ya ugatuzi,
sababu serikali yote ile ya devolution utapata kwamba ziko independent. Maoni yangu, tukijiuliza swali la kwamba kama devolution inafaa ama haifai, utapata kwamba yale majibu tutapata ni tofauti kulingana na eneo kivyake. Utapata kwamba kuna kaunti moja kazi inafanyika, kuna kaunti nyingine kazi haifanyiki kulingana na viongozi. Na kwa hivyo jibu kubwa ni kulingana na wale viongozi ambao tutachagua katika kaunti yote. Ile kazi ya maana sana kwa Senate ni kuhakikisha kwamba kwa kila kaunti kazi inafanywa, hakuna mambo ya corruption, ndo maendeleo yaweze kufikia watu wetu. Asante. Hizo nikiwa ni hisia za wakazi wa kaunti ya Murang'a kuhusiana na masuala ya ugatuzi, na pia vile vile kiangazia masuala ya bunge la seneti. Hiyo ikiwa tu ni baadhi ya semi za wakazi wa kaunti 021. Moja kwa moja katika kaunti 032 naweza kusikia hisia za wakazi upande huu na mwenzangu Mombi wa Mbogo. Kwako Mombi. Sana. Kwa kweli tunakujia moja kwa moja kutoka soko ya Heshima, eneo bunge la Bahati hapa kaunti ya Nakuru, na hii leo katika kaunti hii tutakuwa tunaangazia swala la ubadhirifu wa pesa za umma ambazo zimeletwa na ugatuzi, na kumekuwa tu na masuala ibuka kuhusiana tu na ufisadi na matumizi mabaya ya pesa ya umma, lakini singependa nizungumze mengi kwa sababu ningependa tu niweze kuungana na wakazi wa eneo hili ili waweze tu kutueleza hisia zao kuhusiana tu na ugatuzi miaka 13 baadaye, na iwapo tu wamefaidika kwa njia moja au nyingine, au umekuwa tu ni mfereji wa kuwalisha wale ambao ni viongozi wa kisiasa. Karibu sana kwenye runinga ya K24. Tutaanza kwako, tueleze jina lako, na labda leo ni miaka 13, tumefikisha miaka 13 ugatuzi uliweza kufika katika taifa letu. Wewe kama Mkenya na wewe kama mkazi wa eneo hili la Nakuru, labda unaweza kusema ubadhirifu au matumizi mabaya ya pesa ya umma yameathiri vipi kaunti yetu ya Nakuru? Asante sana. Kwa majina ni John Getao Kamau. Mimi ni mwanabiashara hapa Heshima na pia mwanasiasa. Jambo la kwanza, devolution imeleta corruption at a wholesale level. Kama saa hii ukiangalia kama soko kama hii ilikuwa iwekwe coolers, na saa hii kumepita miaka 13. Saa hii watu bado wananyeshewa nje na matunda yao kunyeshewa nje. Wa pili, kuna health ni devolved function. Ukiangalia health bado mpaka saa hii vitu kama CT scans, vitu kama dialysis at times unapata hazifanyi na zinakwama for 1 to 2 weeks, na bado kuna pesa ambazo zimetengwa za devolution. So kwetu tumekuwa na governors watatu. Tumekuwa na Kinothi Mbogo, tumekuwa na Ri, na sasa na Susan. Lakini this is the worst regime. Hii ndio sasa imeleta corruption at a whole new level. Ukiangalia sports unasikia kuna land grabbing. Ukienda kwa health unapata shamba zimechukuliwa, mashamba yamechukuliwa, kwenye hospitali zinafungwa. Kama for example tuko na hii Medihill ilifungwa, tuko na hii ingine yana hapa nyuma ilifungwa. So saa hii mambo ni mbaya sana, and this is now what we are saying, kuna corruption at a wholesale level. Imekuja sasa mpaka kwa mashinani. Yes. Shukrani sana. Wacha tupate mkazi mwingine, tueleze jina lako, hisia zako ni zipi kuhusiana tu na ubadhirifu wa pesa za umma hapa kaunti ya Nakuru? Kwa majina yangu naitwa Engineer Sami Samuel, na mimi ni mkaaji wa maeneo haya. Na kwanza kabisa tuseme, ingawa hatujafikisha 100% kupata matunda yale ambayo tunaweza fikiria kwamba tuliyatarajia wakati ambako devolution ilipoanza, tulidhani ya kwamba ingetimiza mambo yote yale ambayo yangemguza Mkenya, lakini ingawa haijafika, lakini tunashukuru yale ambayo wamefanya, kwa sababu tunaona ubadilikaji mkubwa sana
katika kaunti hii yetu ya Nakuru. Ukiangalia sub county zote unapata ya kwamba kuna kazi za county ambazo zinaendelea, na unapata kwingine, kwa mfano ukienda pale Njoro pale kuna kazi ambayo ilikuwa imesimama kidogo, na unapata ushirikiano mzuri wa mbunge wa pale Njoro, mbunge Charity Kadhambi, wakishirikiana na gavana wetu. Unapata kwamba hata zile hospitali ambazo zilikuwa zimekwama zimeanza sasa kuendelea. Unapata mahali ambako kila sub county unapata ward iko na every sub county kuna level 4 hospital. Hilo ni jambo ambalo halijawahi onekana, ni jambo ambalo halijawahi fikiriwa ya kwamba itakuwa, lakini saa hizi tunaona kazi inaendelea, ingawa iko 2% kidogo imebaki hiyo kazi ikamilike, lakini tunaishukuru. Sisi tunaona matunda ya devolution, tunaona matunda ya county, na tunaona matunda yao wakishirikiana pamoja na wale wajumbe ambao wamechaguliwa. Kwa hivyo sisi tuko hapo na tunasema kwamba kazi ambayo imebaki kidogo ambao walituahidi waendelee kuimaliza, waendelee kushirikiana. Wanaposhirikiana hiyo kazi inaenda vizuri. Shukran sana. Tutapata mkazi mwingine, tueleze jina lako na yako ni yapi? Okay, kwa majina naitwa Samson Kinyanjui, na tukiongea mambo ya devolution kuna plus na minus. So instead of going deep kwa plus ama minus, it's time we call everyone into order. And I want to start from the top. Let me tell the president, you are the president of Kenya and everyone else is not. Please, it's time you woke up and did what you told us you will do. Otherwise, tukiangalia deep, kuna plus na minus. I don't see the need. But Mr. President, hii miaka mbili imebaki, 1 year 11 months. Let me call you to order. Do what you said you would. Though I never voted for you, because I had my reasons, it's time you proved me wrong. Otherwise, tutaendelea kusema one time. Shukran sana. Maoni ya wakazi kutoka hapa eneo la Heshima, eneo bunge la Nakuru tu, wakisema kwamba kuna mazuri ambayo wanajivunia kutoka kwa ugatuzi, na vile vile tu kuna masuala ya ubadhirifu au ufisadi katika eneo hili la Nakuru. Jina langu ni Mombi wa Mbogo kutoka hapa kaunti ya Nakuru. Na bila shaka shukran sana kutoka kaunti ya Nakuru. Hapa katika kaunti ya Kisumu tunataka kuangalia masuala ya afya katika serikali za ugatuzi humu nchini ama katika hii kaunti ya Kisumu. Bila kupoteza wakazi, wacha tusikie tu kutoka kwa baadhi ya wakazi kutoka eneo hili wanasema nini kuhusu swala la leo. Hapa najiunga na mwenyekiti wa chama cha muungano ya madaktari ambaye pia anaitwa Daktari Ndonga. Steve Ndonga, unaweza tuelezea kama daktari masuala ya afya na ugatuzi kumekuaje humu nchini tangu kuwe na ugatuzi sasa ni miaka 13? Okay, kwa miaka 13 naweza sema kuwa ugatuzi wa afya umestahimili period ambaye hawajakuwa na stability. Kwanza iko issue ya kugawa rasilimali, na unaweza kumbuka kuwa wakati mwingi county governments zinapigania rasilimali zifike katika county, ile inaitwa equitable share, wakati mwingi haufiki kwa wakati unaofaa. Alafu pia ile 15% ambayo iko kwa Abuja Declaration, ambayo iko kwa Constitution, pia county hazipati. Inamaanisha kuwa hawezi kununua madawa katika hospitali, equipment, na pia kulipa wale wafanyikazi wa afya. Pili, naweza sema pia ukiangalia counties zetu kila kuchao tunaona iko strikes, ambapo inamaanisha kuwa wale county workers, healthcare workers hawapati ile accountability ambayo wanafaa kupata in terms of kulipwa kwa mshahara wao, health insurance. Hizi mambo yote tunaona iko responsibility imetumwa kwa county, but hakuna accountability on these responsibilities. Nikisema hivyo sisemi kuwa ugatuzi wa afya ni mbaya kabisa, kwa sababu for the first time tunaona kuwa counties, wale wanakaa kwenye counties wana experience decision making
pale kwenye eneo la ugatuzi. Inamaanisha kama eneo la Kisumu kiko na changamoto fulani ya kiafya, wanaweza kuitatua pale kwa hiyo eneo la ugatuzi. Shida sasa ni kuwa ile rasilimali ambayo inafaa kufika kwenye county ile itawezesha wao kufanya majukumu yao, ndio sasa tunaona hakuna. Mimi ombi langu kwa serikali la national na serikali za county ni kuwa kwanza tuangalie mambo ya human resource for health. Sisi tunaona kama KMPDU kuwa inafaa irudishwe kwenye serikali ya juu, alafu counties zibaki na infrastructure. Counties zitengeneze mahospitali, mazahanati na zirequest national government kuwa tuko na hospitali kiwango hichi na tunahitaji madaktari namba kama hii na nurses namba kama hii. Hivyo I think tutaweza kustahimili healthcare. Sawa, shukran. Wacha tuchukue pia maoni kutoka kwa wakazi. Hebu njoo hapa karibu. Unieleze wewe kama mkazi wa Kisumu, umenufaika na ugatuzi kwa masuala ya afya humu nchini? Asante sana. Mimi ningependa kusema kuwa tumeona county governments zikijaribu sana kustamili challenges zenye zimekuwa katika hiyo eneo ya afya. Na pia nitakubaliana na bwana mwenyekiti kuwa jinsi ugatuzi ama kugawa pesa kwa mambo ya afya huku chini kimekuwa shida. Mambo ya afya sio mambo ya kuchezea, kwa sababu hii ni mambo yenye iwezi ikasubiri hata dakika moja, kwa sababu wakati tuna wagonjwa wawezi wakasubiri mpaka sijui pesa itoke kule juu. Mambo ya afya hatupendi kuona kuwa wagonjwa wanaenda hospitalini na wafanyikazi wameenda kwa mgomo. Hiyo jambo aliwezekani hivyo, na kwa sababu mambo ya county bado inaonekana hawajastamili jinsi ya kuweza kudhibiti wafanyikazi wao sana sana wa afya, tungependa ama ningesisitiza kuwa mambo ya wafanyikazi iangaliwe na serikali kuu, na mambo zingine hizi za chini na